wengine uko na sheria. Wakimtangaza ambaye hajashinda hawaruhusi kushtakiwa. Wakiiba kura hawashtaki, wamepewa kinga na katiba ya nchi ibara ya 74:12. Yaani katika mazingira hayo kuna uchaguzi hapo. Wanaambia hiyo ni deni, kama mtaka na mtakashtaki. Hamtaki kustaki. Hivi binadamu na idadi kwenda maharaji. Mtu yule kwenda kutoka yeye pia kushtakiwa. Kuna watu hapa leo wanapenda haki na heshima kwa sababu wanaongeza sheria hiyo. Wanaona ile ustahili. Ikitoka tangazo leo, wananchi wote wanapewa kinga. Ukipiga mtu ushtaki, ukiiba haushtaki. TV sababu mbona magari sababu kuna mtu hivi sasa anaogopa nikiwa ndio kustatiwa. Tume yenyewe imejibika wazi kimalaika eti tume kuanzia mwenyekiti wake na makamu wake na kurugenzi wake na malaika wametoka mbinguni hawana kosa, hivyo ni shtaki. Malaika hawa waliawa wapo huo watangaza mpinzani ambaye ameshinda na washtaki. Zaidi ya hayo, balaa lake sasa, matokeo ya urais yakishatangazwa na mwenyekiti wa tume au mkurugenzi wa tume haruhusi kuhojiwa mahali popote, hata mahakamani. Yaani tume ni alfa na omega. Tume kisema ndio, hapana semayo tume. Kwa jamaa mmoja akisimama kichungu kimoja hivi akatangaza ameshinda fulani, akitoka hapo njiani msimshtaki wa kumbuzi na matokeo msiyahoji, alikuwa na kulangaza msihoji. Kuna uchaguzi hapo? Kuna uchaguzi hapo kuliza? Matokeo kitongoji yanahojiwa, kijiji yanahojiwa, mkoa yanahojiwa, udiwani yanahojiwa, ubunge yanahojiwa, rais hayahojiwi. Na mtu hatari kwa nchi rais sio mtu wa muhimu, mtu wa maana, mtu wa kwanza mwenye kubadilisha nchi. Mkuu wa nchi tumpate mtu ambaye kama ameshinda tumpatie kidogo ameshindaje, pia tuyahoji, tushtaki mahakamani wote ushahidi wazee na kaza na wakala za kila kituo, tuhesabu upya kama imefanya kule Kenya. Aliposhindwa Raila Odinga akashinda huko vile, walienda mahakamani kuhoji vile, wakaweka ushahidi wakashinda, wakaendelea kwa kushinda wale kuhoji. Nataka tufanyaje? Tunataka kuhoji matokeo ya rais mshindaji. Usitubambie mwingine tunatokea kama hata mmoja kuja kwa msatu milioni 10 wanataka kwa tuambie kipengele kiondolewe tuhoji ili mbele kwa nchi kuenda kula vizuri. Zisipotosha waheni, zikitosha watapatia utawala bora. Katika mazingira hayo sio mazingira ya haki. Kuna haki hapo? Kuna haki hapo? Balaa lake sasa, ibara ya 46 moja inasema rais ashtakiwa kwa madarakani hata akitoka madarakani. Asfaili ashtakiwa. Sina
maana kumsema Mama Samia Suluhu Hassan, sina maana. Sasa tunapata urahisi. Atakuja kaingia mwingine na alikopo wengine huko before. Hii swala malaika ashtakii. Ni nani yeye malaika? Binadamu ataelekea mbele ashtakii kweli. Akiwa madarakani na hata baada ya madaraka aliyopataje pia ashtakiki, matokeo ashtakiki, wewe mwenyewe pia ashtakiki. Kwa Mungu aliyeweka jamii hapa hatutaki muondoe. Ndio maana leo wana maabudu ya kutoka kwa Mungu mwenyewe wa mbinguni. Kama ukija rais hapa watu wamejaa, sio? Kuna kile kijana kwa Yesu amejivika Mungu. Tumeona mambo kwa sababu maisha pia yamepita. Yale mambo hapo. Pengine Mama Samia ameyapita. Lakini kama sitafike unamfungulia nafasi ya kufanya uovu hata kupoteza haki kwa mstaki wake. Nchi ambazo rais anashtakika wanakuwa makini sana, hawezi kuteka watu, hawezi kuua watu, hawezi. Akijua akitoka madarakani anashtakiwa. Katiba ya South Africa inaruhusu kushtakiwa, inaruhusu. Kama ufanyaje? Kimaliza jela na kusubiri jela, na kusubiri jela. Lakini wakati hapa amefanya anayofanya, hata kitoka hashitakiwi. Amekuwa nini? Hata kama akiamka itaita hawaua wote, anakuwa rais. Na mbele anakuwa rais. Si rais wa rais yajua. Maana kwa sababu amemaliza. Na baadaye yakaye kuisha apeli nyumbani kwa jukuu hastaki tena. Inaleta mama uchaguzi ya hovyo kama haya na amani anzia hapo. Usiende mbali sana. Leo tukisema kwamba jamani, ushtaki sasa hivi, ushtaki baadaye. Hakuna mahakama, hakuna polisi. Tumezidi. Bila wanajeshi, bila mahakama, bila polisi, bila mgambo, tumezidi. Tumemalizana. Kwa sababu ya kuweka tabia za kibinadamu. Kwa mazingira hayo, ni muhimu tupambane turudishe boksi la kula. Na ukweli huu tumeupata haya ambayo tumeyaona. Ni kupitia Pasaka hii. Ni wasii sana wanaofufuka uzima. Tuhakikishe kwamba tunalinda haki kwanza. Na haki yenyewe cha kwanza kuthamini maisha ya watu. Tuheshimu haki za binadamu. Tuheshimu haki za uhai wao. Tusikubali mtu hapo kama ng'ombe. Mtu apotee tu kama mnyama. Tusikubali. Kuthamini maisha ya watu ndio lengo mama la mambo yote. Tusipothamini maisha ya watu, hatuwezi kupata baraka za Mwenyezi Mungu. Madhara makubwa yanatokea baadaye usipofanya hivyo. Kwanza ukosa uhuru, lakini ukosa amani, watu kutekana, watawala kufanya mambo ya hovyo wakiamini kwamba wana kinga ya kutoshtakiwa. Madhara haya tuyaepuke na kuyakwepa
wakubali kuishi maisha ya upendo. Mimi ni muumini siku zote kupenda watu. Naamini kwenye upendo kunaweza kuwa na amani, kunaweza kuwa na haki. Sio nikwambie kitu. Ukiwa unapenda watu, watu watakulipa upendo. Watakulipa nini? Ukichukia watu, watakulipa upendo. Naishi kwa amani. Naishi kwa nini? Kwa amani. Na mkiishi kwa amani mnakuwa uzuri. Lakini kama tukielekeza mambo ya chuki, hakuna haki, halafu tukomee kubili amani na uhuru, tunapoteza muda. Niseme kidogo na viongozi wa dini. Viongozi wa dini, nataka na kuwaomba wewe mfano wa jamii unaoamini. Kiukweli kwani tunawatia sana watawala wameanza kuwa waamuzi wa maisha ya watu sana kuliko viongozi wa dini. Dini zote mbili au zaidi ya hizo mbili, akitoka Mwenyezi Mungu anapata nani? Akitoka Mwenyezi Mungu anapata mitume wake, anapata Yesu Kristo na Mtume Muhammad wa dini ya Kiislamu. Ndio kile kilichokuwa nini? Kwa nini ndio hapo? Au kwa nini wanapata wajibu?